Wazia hivi, wewe ni nahodha wa meli na uko kwenye kisiwa usichokijua. Chakula kimeisha, watu wako wana njaa. Meli yenyu imeharibika na hujui msaada utafika lini. Kisha unagundua kwamba baada ya siku chache mwezi utabadilika na kuwa mwekundu. Na wewe unajua jambo ambalo watu wengi hawalijui. Na hapo ndipo unatambua kwamba maarifa yanaweza kuwa nguvu kubwa kuliko unavyofikiri. Mwaka wa 1504, Christopher Columbus na watu wake walikwama Jamaica baada ya matatizo kwenye safari yao. Kulingana na simulizi lililoandikwa na mwanawe Ferdinand, wenyeji wa Jamaica ambao awali walikuwa wakiwapatia chakula waliweza kukataa kuwapa mahitaji baada ya migogoro na baadhi ya watu wa Columbus. Columbus alikuwa na kitu ambacho wenyeji wengi hawakuwa nacho wakati huo: almanaki iliyokuwa na taarifa za matukio ya angani. Almanaki ni kitabu chenye maarifa yote ya matukio ya angani. Ndani yake kulikuwa na taarifa kwamba kupatwa kwa mwezi kungetokea tarehe 29 Februari mwaka wa 1504. Kwa hivyo, Columbus aliambia wenyeji kwamba Mungu wake alikuwa amekasirika kwa sababu walikuwa wameacha kuwasaidia, na kwamba mwezi ungegeuka kuwa mwekundu kama ishara ya hasira hiyo. Usiku ulipofika, jambo alilokuwa ametabiri likatokea. Mwezi ukafunikwa na kivuli cha dunia, kisha ukabadilika na kuwa mwekundu. Na kulingana na simulizi hilo, wenyeji waliingiwa na hofu na wakarudi kwanza kutoa msaada na chakula kwa Columbus na watu wake. Maarifa ya sayansi na ujanja yalimsaidia Columbus hata kama alifanya kwa njia ya uongo. Si vyema kutumia sayansi hivi, lakini tukio hili linaonyesha gharama ambayo watu hupitia kwa kutoelewa sayansi. Wanahistoria wamekuwa na shaka kuhusu baadhi ya maelezo ya simulizi hili. Kwa hivyo, hatupaswi kuchukulia kama ushahidi kwamba kila kitu kilitokea hasa jinsi Ferdinand alivyoandika. Lakini jambo moja ni la kweli na linavutia sana. Columbus alijua tukio la angani kabla halijatokea, na wale walikuwa hawana taarifa hiyo waliona tukio lile kama jambo la kutisha na lisiloeleweka. Hilo linatupa somo kubwa sana. Sayansi si uchawi, lakini mtu anayeelewa sayansi anaweza kufanya mambo yanayoonekana kama uchawi kwa mtu asiyeelewa. Na leo, karne nyingi baada ya Columbus, tunakutana na tukio lingine la ajabu angani: kupatwa kwa jua. Lakini wakati huu hatuhitaji kuogopa. Hatuhitaji kufikiria kwamba jua linakufa. Hatuhitaji kudhani kwamba kuna nguvu isiyoeleweka inaloimeza, kwa sababu sasa tunaelewa kinachotokea. Hebu ufikiri mfumo wetu wa jua ukiwa kama jukwaa kubwa sana. Kuna jua, kuna dunia linalozunguka jua, na kuna mwezi unaozunguka dunia. Mara chache vitu hivi vitatu vinajipanga kwa namna ya kipekee sana. Mwezi unapopita katikati ya jua na dunia, kivuli chake kinaanguka juu ya dunia, na hapo ndipo tunapata kupatwa kwa jua. Kwa lugha rahisi, mwezi unatupitishia kivuli chake. Lakini kwa nini jambo hili halitokee kila mwezi? Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia zaidi. Mwezi hulizunguka dunia, lakini mzunguko wake umeinama kidogo ukilinganishwa na njia ambayo dunia huzunguka jua. Kwa hiyo mara nyingi mwezi unapita katikati ya dunia na jua, kivuli chake hupita juu au chini ya dunia. Ni wakati tu mpangilio unapoingiliana vizuri ndipo kivuli cha mwezi kinapoweza kugongana na uso wa dunia. Na leo tarehe 12 Agosti mwaka 2026, mpangilio huo umetokea. Kupatwa huku ni kupatwa kabisa kwa jua katika maeneo yaliyo kwenye njia nyembamba ya kivuli kamili. Njia hiyo inapita katika maeneo kama Greenland, Iceland na sehemu za Hispania, huku maeneo mengine yakiona kupatwa kwa sehemu. Lakini kuna kitu kingine cha kushangaza. Mwezi ni mdogo sana ukilinganisha na jua. Kwa nini basi unaweza kufunika jua? Kwa sababu jua liko mbali sana nasi. Mwezi uko karibu sana nasi, na kwa bahati ya ajabu ya kijiometriki, ukubwa wao unaonekana kutoka duniani unaweza kuwa karibu sawa. Ndio maana wakati mwingine mwezi unaweza kulifunika karibu kabisa jua, na wakati wa kupatwa kabisa, kitu cha kushangaza huonekana. Anga linakuwa giza, joto linaweza kushuka ghafla, na kuzunguka jua unaweza kuona mwanga hafifu unaoitwa korona.
angahewa ya nje ya jua ambayo kwa kawaida hauwezi kuona kwa macho kwa sababu uso mkali wa jua hutawala mwanga wake. Hapo ndipo kupatwa kwa jua kunapokuwa zaidi ya tukio zuri la kutazama. Ni maabara ya asili angani. Wanasayansi hutumia vipindi hivi kuchunguza mazingira ya nje ya jua na kujifunza zaidi kuhusu nyota hii yetu. Lakini kuna jambo moja ambalo ningependa ulikumbuke leo. Karne nyingi zilizopita, kupatwa kwa jua na mwezi kulikuwa siri. Watu wengi walitegemea hadithi. Wengi waliogopa. Wengine waliamini kwamba miungu ilikuwa imekasirika. Na kwa mtu asiyejua kinachoendelea, ni rahisi kuelewa ni kwa nini. Fikiria jua likiwa angani. Halafu ghafla mwanga unaanza kupotea. Anga linabadilika. Mchana unaanza kufanana na jioni. Na yote hayo yanatokea bila mtu kugusa jua. Kwa mtu wa zamani, hilo lingeweza kuonekana kama mwisho wa dunia. Lakini leo tunaweza kuelezea kila hatua. Tunaweza kuhesabu wakati itakapotokea. Tunaweza kutengeneza ramani ya mahali kivuli kitapita. Na tunaweza hata kutabiri matukio ya miaka mingi kabla hayajatokea. Hapa ndipo nguvu halisi ya sayansi ilipo. Sayansi haitoi tu majibu ya maswali yetu. Inabadilisha jambo lisiloeleweka kuwa jambo tunaloweza kuelewa. Na hiyo ndiyo tofauti kati ya hofu na maarifa. Lakini kuna tahadhari muhimu sana. Usiangalie jua moja kwa moja wakati wa kupatwa kwa jua. Hata wakati jua limefunikwa kwa sehemu kubwa, sehemu ndogo iliyobaki inaweza bado kuwa mwanga mkali sana kiasi cha kuharibu macho yako. Miwani ya kawaida ya jua haitoshi. Kama unataka kulitazama jua moja kwa moja wakati wa awamu za kupatwa kwa sehemu, tumia vifaa maalum vya kutazama jua vilivyokithiri viwango vya vifaa kama ISO 123/122. Usiangalie jua kupitia kamera, darubini au binoculars bila filter maalum ya jua iliyowekwa mbele ya kifaa hicho. Kwa hiyo, tunaposikia habari za kupatwa kwa jua leo, tusione tu jua linafunika na mwezi. Tuone historia. Tuone jinsi wanadamu walivyotoka kwenye kuogopa matukio ya angani hadi kuyaelewa. Na tukumbuke hadithi ya Columbus. Si kwamba alifanya jambo la kishujaa, bali kwa sababu hadithi hiyo inatukumbusha jambo muhimu sana. Maarifa ambayo mtu mmoja anayo yanaweza kuwa nguvu kubwa sana mbele ya watu ambao hawana maarifa hayo. Lakini hata dunia ya leo, lengo la sayansi si kuwafanya watu waogope kile wasichokielewa. Ni kuwapa watu uwezo wa kukielewa. Kwa hiyo, wakati mwezi unapopitia mbele ya jua, usiangalie tu tukio hilo. Jiulize, ni kwa nini mwezi unaweza kulifunika jua? Ni kwa nini kupatwa hakutokei kila mwezi? Kivuli cha mwezi kinafika wapi? Na zaidi ya yote, tunawezaje kujua kwamba jambo hili litatokea kabla halijatokea? Kwa sababu hapo ndipo hadithi ya kweli inaanza. Si hadithi ya uchawi, si hadithi ya miungu, bali ni hadithi ya sayansi, hesabu na uwezo wa wanadamu kuelewa ulimwengu wanaoishi. Na leo anga litatupa ukumbusho mwingine. Kitu kinapoonekana kuwa cha kimiujiza, huenda bado hatujakielewa vizuri. Asante sana kwa kutazama video hii. Kama mmefurahia, usikose kusubscribe, kulike na kushare video hii na wenzako. Asante.